Sasa ndugu zangu wane, ladies and gentlemen. Haya sasa, bunge jipya la Zungu limeanza. Bunge jipya la Mheshimiwa Spika Zungu limeanza. Kwa hiyo sasa hapa tusubirie vituko vikali. Vichekesho vya kuvunja mbavu. Kauli zitakazotikisa ukumbi au bunge. Sasa sitaki kukuchosha, na we usinichoshe sana mimi. Sitaki kukupotezea muda, na we usinipotezee sana mimi muda. Hebu twende moja kwa moja live tukaangalie kionjo. Kwenye hili bunge jipya tukaangalie kionjo. Kura chuma hicho. Levo, Mheshimiwa Baba Levo ni jina lake rasmi ambayo tumethibitisha amelifanyia kiapo. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi ya kuuliza maswali mawili madogo ya nyongeza. Swali langu la kwanza. Mheshimiwa, ni swali moja tu. Moja? Mheshimiwa Spika, nilikuwa naomba majibu kutoka kwa serikali kuhusiana na barabara ya Kasulu Road. Barabara ambayo itakwenda kuwasaidia wananchi wa kata kama Machinjioni, Rubuga, Kagera pamoja na kata ya Majengo. Barabara iliyopo sasa hivi inawalazimisha wananchi hawa wakitaka kwenda kwenye kata zao lazima wafike mjini alafu warudi nyuma. Ikijengwa barabara hii ya Kasulu Road kuanzia pale Msimba kuelekea Ujiji itasaidia wananchi hawa wasiingie mjini, wapate shortcut ya kwenda kwenye makazi yao. Asante. Mheshimiwa Waziri, kwa kifupi. Asante Mheshimiwa Spika, naomba kumjibu Mheshimiwa mbunge Baba Levo, mbunge wa Kigoma mjini kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, tuna wakala mbili, wakala wa barabara na wakala wa barabara TANROADS na TARURA. Mheshimiwa mbunge, barabara tunazozijenga sisi ni kuanzia Ujiji hadi Kigoma mjini, lakini Mwanga kwenda Mwandiga pale kwenye sanamu ya Sokwe kwenda Simbo na kwenda Mwandiga. Hizi barabara zingine Mheshimiwa Spika, tutahakikisha kwamba tunawasiliana na wenzetu wa TARURA ili kuhakikisha kwamba hizo barabara zinajengwa na wananchi wasipate changamoto kama alivyozielezea Mheshimiwa mbunge. Asante Mheshimiwa Spika. Sasa huo ndio mwanzo, introduction. Sasa leo tukaangalie kionjo kingine. Kura chuma hicho. Na 6 ni mitihani muhimu ambayo usahihishaji wake hufanyika kwa baadhi ya walimu kukusanywa katika vituo maalum kwa ajili ya jukumu hilo, unaozingatia muda maalum, usalama, usiri, mazingira wezeshi na ubora wa kazi. Mheshimiwa Spika, stahiki za walimu wanaosahihisha mitihani ya taifa ya kidato cha 4 na 6 hulipwa kwa kuzingatia miongozo ya usahihishaji wa mitihani kwa kipindi husika. Ili kuleta ufanisi wa kazi hiyo, miongozo hiyo imeendelea kuboreshwa mara kwa mara. Serikali itaendelea kuboresha maslahi na stahiki za walimu katika usahihishaji wa mitihani ya taifa ili kuimarisha na kuongeza ufanisi wa kazi hiyo. Mheshimiwa Suleiman Mohamed. Asante Mheshimiwa Spika, nimpongeze Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu mazuri, lakini pamoja na majibu hayo, swali, je, serikali haioni haja kuandaa mwongozo wa dharura wa maboreshaji ambayo utaweza kuzingatia kulipwa kwa posho la kujikimu pamoja na posho maalum kwa walimu ambao wanasahihisha mitihani hiyo? Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, kwa ruhusa yako naomba nijibu swala la Mheshimiwa mbunge kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, serikali imekuwa ikiboresha maslahi ya walimu wanaosahihisha mitihani kulingana na upatikanaji wa fedha, ambapo pamoja na posho wanazolipwa, serikali pia hulipa malazi, chakula, matibabu wakati wote wa kazi. Lakini pia Mheshimiwa Spika, hata hivyo ushauri wa Mheshimiwa mbunge tumeupokea. Asante. Waheshimiwa, tunaendelea Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia na Habari. Mheshimiwa Kondesta. Mheshimiwa Spika, nakushukuru kwa nafasi. Sasa niombe swali.
Haya, vituko vinakuja, vichekesho vipo njiani, vichekesho vya Bunge. Kwa hiyo usisahau kulike, kucomment, kushare na kusubscribe akaunti yetu ya Ndui Media ili uweze kuvunjika mbavu za wabunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana ndugu watazamaji.